Furaha na amani ya ndani ndio hufanya maisha yawe na maana. Mtu aliyekosa furaha ya kweli na amani huwa haoni thamani na umuhimu wa kuendelea kuishi. Huwa mnyonge, sura hupoteza nuru, hupoteza hamu na shauku ya kufanya chochote katika majukumu yake. Ndiyo, hauwezi kuzuia mambo yanayovunja furaha na amani yasitokee kwenye maisha yako, ikiwa husababishwa na vitu nje ya uwezo wako. Lakini unaweza ukadhamiria kutokuwa mtu wa majuto kwa kukosa furaha na amani siku zote. Lakini pia unaweza kulinda furaha na amani yako kwa kuzuia visababishi vinavyoua ama kukosesha furaha na amani vilivyopo ndani ya uwezo wako, ambavyo husababishwa na wewe mwenyewe. Vitu hivyo ni kama vifuatavyo. Kwanza, kujilinganisha na wengine. Moja ya sumu kubwa ya furaha ni tabia ya kujilinganisha na watu wengine katika nyanja za kipato, mafanikio au muonekano wa nje. Kisikuhangaishe kipato cha mtu, usiwe na uwivu. Pengine ungefahamu siri ya anachokifanya na kumuingizia kipato hiko, usingethubutu kujilinganisha naye, kumwonea wivu. Usibabaike kwa mafanikio yake. Kila mtu ana sehemu yake ya kufanikiwa. Mwenzio kafanikiwa katika kitu fulani na wewe una sehemu yako. Una muda wako pia utafika wa kufanikiwa. Usijilinganishe nao. Maisha ni zamu kwa zamu. Upward social comparison, kujilinganisha na walio juu yako, mara nyingi huzalisha wivu na hisia za kuwa thamani yako, jambo ambalo huua amani na furaha ya moyo. Jambo la pili, kuishi katika wakati uliopita au hofu ya baadaye. Watu wengi hupoteza furaha kwa sababu ya kubeba mizigo ya makosa ya zamani au majuto ambayo hayawezi kubadilishwa. Utajikumbusha na kujilaumu namna ulipokatumia pesa ya mtaji na kulostisha biashara yako. Pengine ilikuwa ni pesa ya mkopo. Utajilaumu sana kufeli kwako masomo au nafasi ya kazi fulani ambayo pengine ilikuwa ni muhimu, ingeweza kukuvusha toka hatua moja kwenda nyingine ya kimaisha. Utajilaumu sana kwa namna ulivyokavunja mahusiano yako kizembe. Na kila ukijaribu kutazama mbele, unaona giza, ramani hazisomi. Ndio unazidi kukosa furaha na amani. Hofu ya mambo yajayo huzuia mtu kufurahia baraka za sasa. Acha kuishi katika wakati uliopita au hofu ya baadaye. You can never plan the future by the past. Furaha na amani hupatikana kwa kuishi sasa, ambapo mtu anazingatia majukumu na uzuri wa wakati uliopo. Jambo la tatu, kufanya kazi usiyoipenda. Kufanya kazi kwa ajili ya kipato pekee bila kuwa na mapenzi, passion na kile unachokifanya ni chanzo kikubwa cha msongo wa mawazo na kukukosesha furaha na amani ya ndani. Hapa ndo utakuta Jumatatu au saa ya kazi ikifika tu, unawaza sana, unanyongea, unakosa furaha, amani inatoweka kabisa. Unatamani wikendi ingeendelea, likizo isingeisha. Yote hayo ni kwa sababu unafanya kitu ambacho ukipendi. Wakati huo kuna wengine, ikifika wakati wa kazi ndo uzidi kufurahi. Haijalishi wapo wikendi, likizo ndefu, bado kazi na wao. Ni kwa sababu wanafanya kazi wanayoipenda. Nakumbuka nikiwa kijana mdogo hivi, kuna movie ya mwigizaji wa Kihindi Akshay Kumar. Aliigiza kama mwanajeshi, na pindi wakienda likizo, wenzake kwa maana ya rafiki zake walikuwa wanautumia muda huo kurefresh mind na familia zao na mambo mengine ya anasa. Tofauti kwa upande wa Akshay Kumar, yeye alitumia likizo kudili na wahalifu kule mtaani, safisha. Mwamba akiwa kazini, kazi, akirudi mtaani, likizo pia kazi, hakuna kupoa. Basi tukaipachika jina ile movie bwana, mwanajeshi ana likizo. Unafanya kazi usiyoipenda ila ni kwa ajili ya kipato, usihofu, fanya hivi.
Jitengenezee taratibu nje ya kazi kile unachokipenda, alafu mambo yakikaa vizuri unachomoka nacho. Licha ya hayo yote lakini pia jambo la 4, kitu kinachoua furaha na amani ya ndani ni mahusiano mabaya na watu wa karibu yako. Mahusiano yako na ndugu zako, mwenza wako, rafiki zako, jirani zako, wafanyakazi wenzako yakiwa mabaya, lazima uwe na mawazo, kwani ni watu waliopo sehemu ya maisha yako. Mnashirikiana katika mambo mbalimbali. Imagine umekorofishana na wazazi wako kwa sababu yeyote ile. Umekorofishana na mwenza wako, mwanandoa wako, rafiki yako kipenzi. Furaha na amani itakuwaje unadhani? Jiepushe na migogoro isiyo na sababu. Jenga upendo na furaha kwa wengine. Epuka chuki zisizo na msingi, kutosamehe wengine, ubinafsi. Hivi vyote hufunga utulivu wa nafsi, furaha na amani ya ndani. Jambo la 5, kukosa hofu na imani ya Mungu. Huwa unajihisi vipi ukitenda dhambi, tabia isiyofaa katika jamii, au kwa upande wako binafsi? Umemwibia mtu, umemtapeli mtoto wa watu pesa ambayo ametoka nayo kijijini, pengine ili anze nayo mjini kutengeneza maisha yake. Haujui kapigika kiasi gani huko alikotoka mpaka akapata pesa hiyo. Mwenyewe unajua maisha ya kijijini, kupata pesa shughuli yake ilivyo. Alafu kirahisi tu dogo kashuka kwenye gari ile, anashangaa huku na kule, tayari ushapita naye. Unaita karibu mjini, njoo na akili yako, tabia utaikuta huku. Unadhani machozi ya huyu kijana yatakuacha salama? Una huruma kabisa. Lazima furaha na amani itoweke kwenye maisha yako. Malalamiko ya uliowaibia ni mengi, acha hiyo tabia. Unatoka na mke wa mtu, imagine, kwa sababu unayoijua wewe. Mume anagundua, anashindwa kuvumilia, mahusiano yanavunjika. Pengine walikuwa tayari wana watoto, watenda wapi maskini? Wanaishia kuwa watoto wa mtaani, maana malezi bora hupatikana mama na baba wakiwa pamoja. Aya, niambie, kisababishi uliyevunja mahusiano ya watu kwa tamaa zako tu, kilio cha watoto hao kitakuacha salama? Lazima ulipe gharama, amani itoweke. Hutoishi kwa furaha, umekosa hofu na imani ya Mungu kabisa. Labda kitu pekee usichokifahamu nikwambie, kivyovyote vile, iwe visababishi vyako mwenyewe au umesababishiwa, usidhamirie kuishi kwa unyonge ukajinyima furaha na amani. Kumbuka, amani na furaha katika maisha yako hujengwa na wewe mwenyewe. Ukitegemea watu siku zote ndio wawe chanzo cha amani na furaha yako, itakuwa kinyume chake. That's what life should be. It will not give you what you want. What you don't want always comes back in your brain. Just live it.